Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa George Ignatian, ni mhubiri wa Injili ambaye Bwana amenitia mafuta kwa uhubiri wa unyenyekevu wa habari njema. Lakini nimekuja na ujumbe huu ambao unasema kwamba tajiri umtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Ndugu yangu, mikopo sio mizuri. Usipende kuwa mtu wa kukopa kopa kwenye mataasisi ambaye anakopesha pengine braki, pengine seda, pengine benki. Yaani usipende kukopa kopa sana, kwa sababu yule anayekukopesha hana mpango wa kufanikisha wewe. Yeye ana mpango wa kujifanikisha yeye. Na siku zote mtu anayekopesha hana mpango wa kumfanikisha yule aliyekopa. Yeye ana mpango wa kujifanikisha yeye. Iko hivi, ni sawa sawa kuona kwamba umefunga mbuzi kamba, alafu umpeleke kwenye malisho, kwenye machunga. Maana yake ni kwamba yule mbuzi atakuwa na move kwenda mbele, kwa sababu nyuma kuna mtu aliyemshikilia, atakuwa na mvuta kumrudisha nyuma. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwa yule aliyekukopesha. Aliyekukopesha na kukopesha ili makusudi usifanikiwe wewe, ili afanikiwe yeye. Lakini ule mbuzi aliyefungwa na yule mwenye mbuzi anapopelekwa machungani, yule mbuzi anakuwa anatamani amove kwenda mbele, amove kwenda kula majani ya kule, amove kwenda kula majani mazuri ya pale mbele, lakini hawezi kulala. Kwa sababu gani? Kuna mtu aliyemshikilia kamba nyuma, anamvuta kumrudisha kule nyuma. Anataka kwenda mbele, lakini bado anavuta kurudisha wapi? Nyuma. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, ndugu yangu. Unapokuwa unakopa usifikiri kwamba utafanikiwa. Siku zote mimi sijawahi kuona mtu aliyekopeshwa bibi kizee ameenda kukopa kwenye taasisi za benki au braki au seda akakopeshwa, au akaenda benki kukopeshwa akakopeshwa. Sijawahi kuona bibi kizee au kikongwe au mzee wa makamu ameenda kukopa benki ili akakopeshwa. Sijawahi kuona kitu kama hicho hapo. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu tu mzee hana nguvu za kufanya kazi. Alina nguvu za kufanya kazi ni kijana. Na ndio maana vijana wengi ndio wameingia kwenye shida hiyo ya mikopo. Kwa sababu gani? Wana nguvu za kufanya kazi ili wapate kufaidisha wale waliowakopesha. Unakuta mtu ana hela nyingi kama milioni 30 au milioni 200, anazigawa kwa watu, anakopesha kwa watu ili wampe riba. Maana yake yeye apate kupata maisha yake mazuri, apate kuendelea, asomeshe watoto, ajenge makampuni, afanye vitu vikubwa. Kwa sababu gani? Amebadilisha mfumo wa biashara. Iko hivi, ni sawa sawa na mtu anaenda kufungua duka, ameenda kanunua bidhaa, akatafuta ofisi nzuri, akaweka bidhaa zake nyingi. Akishaweka bidhaa zake nyingi, anaanza kufanya biashara ya dukani. Sasa huyu amebadilisha mfumo, anayekopesha mikopo amebadilisha mfumo. Badala ya kwamba angefungua bidhaa dukani, amebadilisha mfumo. Amefanya watu kuwa ndio bidhaa. Anachukua zile pesa nyingi, anawagawia watu, kisha wagawia watu, kunawekeana mikataba ya malipo, marejesho. Baada ya hapo, huyu aliyechukua zile pesa ndio anakuwa kama bidhaa za yule mtu aliyemkopesha. Kwa hiyo huyu ali mwenye pesa amewakopesha watu wengi, amewafanya kama bidhaa. Wamekuwa bidhaa wale watu, alafu wanamtafutia pesa, wanamuingizia pesa yeye wakati amekaa amelala. Kwa ndugu yangu, usifikiri kwamba unapokuwa unakopa unafanikiwa wewe. Unapokopa wewe haufanikiwi, na hauwezi kufanikiwa hata siku moja. Na ukifanikiwa tunaona unakuwa kukufilisi, kusema kwamba bwana umewaibia au umewafanyia figisu, umewaibia. Kwa hilo jambo jichunge sana. Usiwe mtu wa kupenda kukopa. Kukopa sio kuzuri. Biblia inasema tajiri umtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Wewe ukishakopa tu tayari umeshakuwa kibarua, umeshakuwa mtumwa, na mtumwa siku zote huwa akae nyumbani. Anayekaa nyumbani ni mtoto. Ili ukae nyumbani lazima ukubali kuwa mtoto. Na Biblia inasema kwamba wote waliompokea Yesu Kristo aliwafanya kuwa watoto wa Mungu, na hao ndio wanaoliamini jina lake. Sisi tuliomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, sisi ni watoto kwa Mungu. Kwa hiyo ukitaka kuishi nyumbani, ukae nyumbani, upate raha zako, uishi kwa raha, ufurahie maisha, usipende kuingia kwenye mikopo. Tajiri mtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu, upate kujua zaidi. Asante.